Sasa hii Newcastle University hapa. Yote hii Newcastle University. Yani, yeah, this is a Newcastle University, man. Yani mtaa Newcastle University hapa. Mwana mazingira yalivyotulia. Ya, nafikiri mwanangu upo kijiji fulani hivi. University. Sasa hii ni katikati, kuna upande ule wa kule. Sema siku nyingine nikipitia upande ule nitakuonyesha. Hayo kwa sababu leo hii nimepita direction hii. Kwa ngumu mimi kuchukua kila kona. Hii bench hizi. Sasa nimeprint hapa. Yani hapa kuna maofisi mbalimbali kwenye uni. E2H. Library building. Hapa ni Place building kabisa, Red Cross. Hapa Armstrong building. Hapa ni GP hapa kwenye operation. Kuna yaani ukifika uni kama ya Ulaya unaonyesha yani hapa mjongani sehemu hii. Yaani kila sio lazima ufike waanze kuulizia watu sijui walinzi. Hapa mna walinzi. Yaani utaratibu ambao umetulia kabisa na kinyama hizi. Mama mazingira yenyewe ni umetulia kinyama. Yaani fresh. Kuna mtokea kule. Sasa kama mimi mtoto wa kati mzee wa Araba sio piga zangu mguu nitembea mazoezi kidogo. Niko peke yangu. Ni kama vile nimekodi kijiji. Ninaosha miguu kwanza. Kuna maeneo mengine yametulia yani. Nikiamwaga sema najua kabisa nikiamwaga nakuwa nachukua sehemu za Uswahilini kule yani uchafu makopo. Yani kuzidi na Tandale. Tandale yenyewe ukipita sasa hivi hamna sehemu za uchafu lakini huku kuna sehemu kuna uchafu balaa. Kwa sababu najiuliza huku Ulaya au Mtongani Kunduchi huyo. Upande wa pili hoja. Sasa hii barabara hii inakuja mpaka hapo. Mimi naenda paki hapo. Sehemu ambayo ya kutuliza akili. Hii sehemu ni watu yani ukiwa na stress mawazo nini ukiwa kama vile yani unataka kufikiria kuanza kupanga vitu vyako unakuja huku. Kuyapanga vizuri yani huku sio lazima uongee na watu ndio yapanga huku na yapanga mwenyewe. Unaongea na upepo tu, unaongea na Mungu kwanza. Sio lazima ile sijui wajumbe hospitali sijui huko hamna mambo ya wajumbe. Kuna wenye viti. Unaona? Hiyo university hiyo kale baba. Northumbria University hiyo. Yaani huko Mjomba hakuna wenye viti, hakuna sijui wajumbe. Yaani huko unaongea mwenyewe tu. Unapanga, unapangua. Unaongea na Mungu, Mungu anakuelekeza yani. Ndio maisha huku, maisha halisi. Maisha ya kisujaa. Hamna sijui kulialia yani. Kwa mjengo. Maisha huko ya kijeshi. Na ukija kuangalia kweli kwa sababu katika dunia hii umekuja mwenyewe. Sio kwamba ulizaliwa ukawa na mtu ndio mlikuwa mnaelekezana bwana twende. Tukifika kule utakuwa unanielekeza ni kama sijui nitakuwa nakuuliza hamna. Yaani unaishi maisha yako yani kama ulivyozaliwa. Dadeki. Pake yenyewe ndio hiyo na. Kazi.
wazee tutunta kidogo miguu wazee kuona miguu zao sehemu za watoto wadogo jana wanakuja na mabasikeli zao wanarukaruka hapa wajiosha yani wakula maisha endelea sehemu zao hata wadogo jana ambayo koko sasa hiyo juu hiyo daraja lakini barabara inapita juu. Sasa chini sisi tunapita chini na miguu alafu tupo chini ya paki. Unaona wazungu wanavyorahisisha njia. Yaani ingekuwa bongo hapa kuna ndege hapa njia ipitike hapa. Haya kuna boga mama na foleni kwanza hata nyinyi mpiti chini hapa. Mkipita chini hapa mpigwa fine. China daraja mtu wangu mdogo bado cheke nchi unahusika linaanza kama movie. Alafu asubuhi huko saa 3 hiyo inaelekea saa 4 asubuhi. Hali ya hewa hiyo. Leo kijua kimetoka rafiki yangu, inabidi kuja kujianika kwanza. Ukipitwa tunalijua basi kwako imekula kwako. Yaani kwako imeisha. Yaani ukija kuja kuliona tena jua makali. Napata chimbika kweli kweli yani. Mpaka tupige dua ile jua litoka. Wana kwa piga tele sasa. Mimi zangu naenda kwa eneo nipate upepo. Nishaendelea. Ama utoshana akili. Wangu dakika 7 kama vile kutosha. Ni Kitulia. Sasa nikipaka. Ukifika hapo unaonyeshwa exhibition park. Hiyo ndio story yani hii ndio story ya park hii. Kwa hapo ukifika hapo unasoma kweli. Sasa mwenyewe wakiwa wanaanza kuuliza walinzi, walinzi samahani jamani. Vipi hapa? Maadhimisho hii pasi kwa nani? Wajumbe walikuwa nao wenye viti. Sana kwaje? Huko mzee unawekea ubao mwenyewe unasoma kama akili kama hujumsoma. Ndio inabidi unyooshe tu. Unyoosha shingo mwenyewe hata usije uko nyuma. Maisha yanaendelea. Kibabe sana.